Mungu anatuwazia mema, anahitaji tuchukue hatua. Sasa ndio maana nikasema ni neno zuri. Kuna tofauti ya hisia na mawazo. Kwenye kanuni za mafanikio kati ya biashara, kati ya mtaji na wazo, kipi kinatangulia? Kati ya biashara na wazo, kipi kinatangulia? Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako kwamba kwenye maisha huwa yanatangulia wazo. Tunasema idea. Ndio nini? Idea. Tunaanza wazo kwamba nawaza nilime. Sawa? Sasa nalima nini huwa tunapata baada ya hapo. Tunaanza nini? Wazo. Haleluya. Amen. Sasa nitatoa mfano mmoja ili mtofauti kati ya wazo na hisia. Kuna mtu mmoja, sasa hii ni hadithi fupi, sawa? Ili mpate kuelewa vizuri tofauti ya wazo na hisia. Mungu anataka tutumie mawazo, sio tutumie hisia. Sawa? Amen. Kuna hadithi moja, mtu mmoja alikuwa ni mchungaji. Alikuwa anafungisha ndoa kanisani. Sawa? Amen. Amekaa bibi harusi pale mbele, akatoa tangazo akasema, mwenye pingamizi juu ya bibi harusi asimame na asogee mbele. Basi babu mmoja alikuwa amekaa nyuma, akasimama akaanza kutembea kuja mbele. Ghafla bibi harusi yule akaondoka chini. Pressure. Akawaza, nini kinatokea sasa? Pia amezimia yuko pale chini mbele ya madhabahu. Mchungaji akamuuliza, babu, ulikuwa unamaanisha nini? Mchungaji akasema, baba akasema hivi, mimi nilikuwa nasogea mbele ili nimuone vizuri. Sasa umeona bibi harusi chomtokea? Maana yake ni kwamba alichukua maamuzi kwa hisia, sio kwa mawazo ya kutafakari. Kuna watu humu ndani mnaambiwa kitu, mnafanya maamuzi kwa hisia, sio kwa kutafakari. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako, tafakari kabla ya kutenda. Tafakari kabla